Mama wa Kiislamu akisoma dini, akielewa dini, familia inakuwa nzuri, watoto wanakuwa wazuri. Namalizia, mama mmoja alikuwa akimfundisha tauhidi mtoto wake. Mtoto akirejea shule tu, kisa hiki shekhe wangu alinifundisha. Mtoto akirejea shule, mama anataka chakula. Wewe usiniombe mimi. Kaswali rakaa 2 muombe Mwenyezi Mungu akupe chakula, alafu nenda kabatini kaangalie. Kale katoto kanakwenda bwana, kanapiga rakaa 2 tayari, alafu Mwenyezi Mungu nipe chakula nile mimi nirudie shule Mwenyezi Mungu. Akimaliza anafuta mikono, ushaswali akaangalia kabatini. Mtoto akifungua anakuta chakula, anakaa chini, anapiga msosi, anafurahi, anaondoka. Basi ikaenda ile hali, kila wewe ushaswali rakaa 2, ndio naswali mama nimuombe Mwenyezi Mungu chakula. Chakula anaweka mama, lakini lengo lake amtengeneze mwanawe na la ilaha illa Allah. Basi kale katoto kalizoea tabia. Sasa siku hiyo Mungu kaleta mtihani. Mama kwenye kufuafua kateleza, kavunjika mkono. Kabebwa na majirani, kapelekwa hospitali. Baba kapigiwa simu, mkeo kavunjika mkono, yuko hospitali, naye kaenda hospitali. Mtoto anarejea nyumbani, funguo iko kwa jirani. Jirani hajui lile wala hakuachia maagizo yoyote. Mtoto anafungua mlango, mama yuko wapi? Anaambiwa nimeambiwa katoka mara moja, chukua tufunguo ingia ndani. Kaka ingia ndani, kakaswali rakaa 2, Mwenyezi Mungu nipe chakula, mama hayupo, nipe chakula basi niwahi tu shuleni, afu nikirudi inshallah nitaongea na mama. Baada ya kumaliza dua, mtoto kaingia kabatini, kafungua kabati, kakuta msosi, wali safi na paja la kuku. Kaona leo nimependelewa zaidi na mama. Kaona leo Mwenyezi Mungu kanipendelea zaidi. Kapiga menyu safi. Baada ya kumaliza, kaweka vyombo pembeni na mifupa tim shuleni. Mama kule hospitali anahaha, mwanangu itakuwaje leo, sikuacha chochote na jirani sijamuachia maagizo, itakuwaje? Ukishafunga piupiu tutawahi. Wakampiga piupiu pale, wanamaliza, wanarudi nyumbani. Jirani anauliza vipi mtoto, karudi, yuko wapi? Kaingia ndani, nadhani keshakula, kaenda zake shule. Keshakula? Umempa chakula? Sema hapana, nadhani nimeona ndo anajilamba-lamba, atakuwa keshakula. Mama kibi kwanza anyamaze. Baada ya kunyamaza, kuingia ndani, nakuta kweli kuna sinia, sahani pale ina mapaja, ina mifupa ya kuashiria kwamba kala mtoto kala paja la ukweli na mchele safi. Mtoto aliporejea shuleni, mama sasa vipi mwanangu? Mama pole, umeumia. Haya ilikuwaje? Kasimulia. Chakula umekula? Mama nimekula, nikaswali, nikamwomba Mwenyezi Mungu. Mama leo Mungu kanipendelea. Nini? Wali safi na paja la kuku. Mama kamtazama mwanawe. Sio mama nani amekupa? Asema Mwenyezi Mungu. Mama nani vipi? Mwenyezi Mungu ndio kanipa. Kabidi mama nyamaze. Ile imani mwanangu nilimtengeneza, huenda Mungu kampa kweli. Kabidi aende kwa jirani, samani, hivi mwanangu hujampa chakula? Akamwambia sijampa. Sasa imekuwaje? Nimekuuliza tu. Basi asante. Yule mama karejea ndani, akaendelea kumpika mwanae, akamsimulia tukio hili mume wake. Mume wangu leo tulipika, hatujaacha kitu hapa nyumbani. Lakini mtoto aliporejea, kafungua mlango, akakuta wali na paja la kuku, kala safi, kenda shule. Nashindwa kumvunja imani mwanangu. Kwani ilikoje? Huwa namuelekeza kila kitaka chakula amuombe Mungu ndio aingie kabatini. Sasa huu si muujiza huu? Akamwambia usiwe na shaka, madamu ulimfundisha hivi basi Mungu Allahu Akbar. Mungu kamfanyia kweli huyo.